Bale mwanangu. Unajua nani huyo? Hamna simjui. Arabo hivyo mwanangu. Na siku zote tunampanga itabia iache ananidhalilisha mimi kwa sababu mimi ndo mtu wake wa karibu. Mwisho wa siku mimi nitakuja mchoka huyu jamaa. Basi poa kama vipi tumchukue. Haina shida mwanangu. Haya poa. Tulia. Asisikiza hita kwa siri yangu kati yangu mimi na wewe. Ola kumwambia msikia. Umeelewa? Wapi? Je, kule kazingua. Nakwambia je kuchelewa na wao. Tumeiba kule kazingua je. Ndugu yangu anakuambia uko kitu? Baby. Wewe mtu ajabu sana rafiki yangu. Kumbe ukiwa hujalewa unakuwa mtu. Yaani mtani wote anakushangaa. Asante leo kwa ninakuaje? Babu ukileo nakata mbuno. Alafu juzi basi nimepigiwa simu, bwana njoo muangalie rafiki yako, babu unaogolea ala hapa na maji. Sema simu yangu nimeweka chaji. Lakini hivyo ninapokutazama sasa hivi ingekuwa mimi dem na kuonea aibu tu sasa hivi kwa vitendo nilofanya rafiki. Kuona rekodi au? Rekodi nayo babu nakata mbuno kama demu. Ilikuwa pesa ni. Yaani mimi nilivyoiona juzi niangalia nikutamani kinyama yani. Jinga huo. Sema nini ndugu yangu? Sasa hivi simu nimeweka chaji. Ila nitapanga siku nitakuja kuonesha, lakini nataka nikushauri kitu. Unajua bwana si vijana. Na baadaye sisi tunaangaliwa na wazazi ujue. Kwa hiyo mimi ninachokushauri kama rafiki yako, mimi mambo siyafanyi. Ila mimi nikukuta nimekubali tu rafiki yangu sababu ile ikitokea kuna huku, lakini ninachokutaka kukushauri mimi masuala acha. Sawa, lakini unajua kama pesa mimi naingiza afu sina chochote ambacho kwa cha kufanya. Kama pesa si unafikiri burudani gani ambayo kwa mimi nitafanyia? Kazi zipo. Sema wewe umejitengea maisha yako, kazi yako wewe pombe tu.
Sema sawa, fresh tu basi, kama hivyo fresh. Mimi ninachokuomba, kama sasa upo tayari kuacha, mimi niko tayari kukupeleka sehemu kufanya kazi. Lakini uache kweli hicho kitu. Kwa sababu sio kizuri. Mawili yatatokea baadaye. Ndugu yangu utakuja katwa. Angali kwa wewe mwanaume au utakuja chinjwa kabisa ufe, nikupoteze kabisa. Basi poa, fresh tu, tuko pamoja. Basi haya ndio hivyo. Okay, poa basi. Pole sana. Asante sana mjomba. Ila wanakuambia bora upoteze pesa kuliko kupoteza kumbukumbu. Karibu nyumbani. Hatimaye leo umekumbuka nyumbani kwako. Hapa ndo nyumbani. Na namshukuru rafiki yangu kwa kunipa mawazo mazuri mpaka leo tumpata hiyo nyumba. Sawa sawa, kwa kweli kabisa mjomba. Kwa sababu mimi nilikuwa nakujua kipindi unaishi kule. Lakini nimekuja kule sijakukuta kabisa. Nimekuja naulizia mtaani huko ndo nikakuona. Nimefika hapa. Yaani nikwambie mjomba, mimi tena kule mjini kule. Hamna tena huko. Yaani mjini tena nikurudi mjini. Tafrani. Basi sawa, karibu maana kule nilishamaga zamani. Niko hapa. Kwa hiyo naomba chukua begi weka ndani, tuzidi kuongea zaidi tukimsubiri ndugu yetu akitoka shule. Sawa anko, mimi ngoja niwepo ndani kwanza hapa. Niweke begi afu baadaye mambo mengine yataendelea. Sio unajua tena safari mjomba. Haya sawa. Vijana. Tabu nimpokee tafanya nini? Ndugu yangu sina kumwachia. Chapombe. Vipi, naona umetukurupua mbio mbio. Tuambie. Unajua bro, mnapokuwa mnaniambia yani nimesikiliza, nimeelewa. Yani kiufupi ni kwamba nimeamua kuacha, nimeamua kuwa mtu. Umejifunza nini kwanza? Unafikiria vipi kwanza mpaka amekuja kuomba samahani? Maana tunashangaa maneno kama ni wewe. Isije kama kwa vile leo hujalewa, alafu ndio unatamka maneno kama haya. Alafu siku umelewa, unitambui kama unajui kama mimi nani yako, unaongea vitu ambavyo unavyojua wewe mwenyewe. Maneno unaongea ni kweli kabisa unamaanisha? Alhamdulillah rabbil alamin. Kaka, dunia imefunza wewe. Yaani kama kweli umeamua kuachana huu upuuzi wote huu. Na kuamua kabisa kupiga magoti kutuomba msamaha sisi. Na umeamua na umetambua kabisa kwamba mimi ni nani na aliyepo hapa ni nani. Mungu namuomba sana akuzidishie mara mbili yake.
mdogo wangu, siku zote mimi nakwambia haya magrupu si kitu kabisa, si kitu kabisa. Na urafiki kwenye pombe siku zote unakuwa huo sio kabisa huo, kwa sababu unakuwa ni urafiki wa kinafiki, hata siku moja huwezi kusaidia. Lakini leo kama siamini, mimi hasa leo umenitambua kama nani yako, umetambua thamani yangu kwako, umeniomba msamaha mbele ya mdogo wangu pia huyo hapa. Yaani bro, ambavyo mnisamehe. Kama kwa nimeamua kufanya hivyo, shukrani sana mdogo wangu. Na napendezwa sana maneno yako kwa leo. Basi asante bro. Karibu sana kwa familia yetu. Ndio ambavyo mnisamehe. Sawa, mimi nimeshakusamehe. Okay. Poa. Shukrani sana. Karibu sana rafiki yangu kwa hivyo. Pia nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Karibu. Nimekuita hapa kwa niaba moja tu, kukushukuru. Unajua nimekutana na marafiki wengi lakini tofauti. Washauri ni wengi. Bala pia washauri wengine sio washauri wazuri, wengine washauri wengine ni wanataka wakudadisi wewe ndani ya moyo wako kuna nini ili watoe hadharani, lakini wao wamekuwa tu marafiki tofauti sana. Nimependa jinsi tulivyoshirikiana tangia wamfariki wazazi wangu mpaka hapa, ushauri mingi umenipa mpaka leo hii nimefikia hapa. Ni juhudi ya mawazo yako na fikra zako. Unajua bila wewe mimi nisingefika hapa. Usiseme hivyo bwana. Sema bila Mungu tusingefika hapa. Sawa nachangia lakini usiseme kama si mimi. Ila asante sana. Nashukuru kwa kunileta hapa. Maana vitu kama hivi mimi siwahi kuvitaja. Wala da. Nakwambia mimi nakushukuru sana kwa sababu umetoka ulikotoka, umesikiliza ushauri wangu mpaka umefika hapa ulipofikia. Na umenitoa kifupi. Sababu sasa hivi kama leo nisingekuwa na bodaboda. Asante sana rafiki yangu. Sina cha kukushukuru lakini naomba urafiki uzidi kudumu. Okay sawa Mr. Bodaboda. Bodaboda mpya. Pia namshukuru sana ndugu yangu kuwa amekuwa ni mtu wa mwanzo darasani mwao. Hiyo nampongeza. Sawa, nakushauri mdogo wangu jitahidi kusoma kwa sababu kwenye masomo maisha yenu yatazidi kuwa mazuri. Hapo unapoyaona yatazidi kuwa mazuri. Kwa jitahidi mdogo wangu. Okay, my sister. Unala kuniahidi au kuniambia lolote? Sina. Ila nimefurahi kwa kuniambia nizidi kusoma. Okay. Basi poa. Tuende tukaenda nyumbani tukajiandaa na kupika bwana. Hamna mpikaji nyumbani bwana. Nafanya mafanya uoe bwana. Pesa zote hizo unakaa bachela. Baadaye bwana tuende tunakwambia mzuri. Okay poa tuende tu. Poa. Nimepita sijapata